kitu, mimi nina wasiwasi sana kama tutafeli duniani hapa, ni ngumu sana kufaulu kwenye uzima wa milele, kwa sababu maandiko yanasema ile njia ni nyembamba. Ndio maana tafsiri ya kwamba tujae tukaongezeke sio tuwe wengi tu, pia tumiliki. Kwa hiyo shida ni nini? Kuna watu ambao Mungu aliwaumba ili waje wajenge mashule watu wasome bure. Kuna watu Mungu aliwaumba ili waje wajenge makampani ya kusaidia watu, lakini nguvu za giza zimechukua nafasi. Leo wale watu tena ndo wanasaidiwa. Ndio maana nilikuwa kama unakumbuka, tukifungua kipindi nilikuwa nimekuambia kwamba kuna watu ambao wanakuja kwa watumishi ili tuwaombee, kumbe wao ndo wangetakiwa watuombee. Kwa hiyo shetani anachofanya, anageuza kile ambao chenye uhai kuwa kimekufa. Kwa hiyo lazima ujue kinachotakiwa ni kupambana. Angalia kibibilia, hakuna mfalme ambao alichukua ufalme kwa njia rahisi. Watu walimwaga damu, watu walipambana. Kwa hivyo pia kunyang'anya milki pia inataka kupambana, sio kitu kidogo. Leo ukimwambia mtu tufanye matengenezo siku 2-3, mbona tunaomba sana? Sikiliza, kupambana na nguvu za giza kunataka nguvu za Mungu, na nguvu za Mungu huwezi kuzipata bila kufanya upatanisho, na kufanya upatanisho ni sehemu ya kwenda mbele za Mungu kufanya toba, matengenezo, ili upate uhalali wa kuvunja zile milki, nguvu uhalali wa milki wa nguvu za giza. Kwa hiyo tubaki tukijua kwamba kuna kazi ya kufanya, ambayo kazi hiyo ni nyepesi kama tutaikubali, lakini ni ngumu kama tutakuwa wazee.